Bakunzi b'Indundi TV ndabaramukije nongera ngabana mwiriwe bivanye naho muherereye muri kano kanya. Nkuko mubizi tudasiba kuba turonekeza amakuru atandukanye ku bakini b'abarundi bakina hano iwacu ndetse no hanze y'igihugu no ku bandi batandukanye. Uno munsi turaza kuyaga kuvyerekeye nde, turaza kuyaga n'umukinyi w'inamba mu rugamba ariwe Ndaye Chancel asanzwe yaguzwe mu gihugu ca Amerika. Ku murongo wa telefone Ndaye Chancel turamurondera kugira ashobore gutanga umuco impamvu yatumye agugwa ava mu gihugu ca Republika ya Czech akerekeza muri leta zunze ubumwe za Amerika. Halo Ndaye Chancel, vipi? Halo. Salama. Sawa. Naam, umenunuliwa na timu ya Las Vegas Lights FC ya nchini Umarekani. Umetoka Republic Czech. Sasa tuseme kwamba ni kitu gani ambacho kinaweza kutuma kupelekea wewe utoke Republic Czech na kuelekea Umarekani? Ni mimi kufanya vizuri kwa nimekuwa, yani timu imenifuatilia kitu cha miezi kama 10 niko nacheza kule, imenifuatilia. Ikanifurahia ikafikia na nisajili huko. Naam, wewe ni alfubeki wa upande wa kulia ambao umeweza kuichezea timu ya Inamba Murugamba yasiyozidisha miaka 23. Watu wanataka sasa wajue, Warundi, kuna Warundi wengi wanataka wajue waliopo nje ya nchi, wanataka wajue Ndaye Chancel maisha yake mafupi, alianza kucheza mpira lini, vipi historia yako kama fupi tu ya soka lako. Siwezi kumbuka mwaka, lakini nimeanza kwa timu ya mkadi hapo Buyenzi inaitwa AS Rangers. Kacheza hapo Rangers nikapanda mpaka daraja la 4 pale Kotebu. Kutoka Kotebu nimetoka daraja 2. Kucheza daraja la 3 nikacheza Mwasi Tanganyika. Miaka kama 2 nikafika naenda mu Liza Lidiki. Liza Lidiki nikacheza, ndo watu wengi wamenifahamia pale. Kisha nikaenda Rukinzo. Nikabahatikiwa kutoka. Naam, umebahatikiwa kutoka sasa na ulikuwa Republic Czech, sasa hivi uko Amerika. Hakuna utofauti upi ambapo uliopo kati ya Amerika pamoja na Republic Czech? Inatokana na nchi, hapa na naweza sema kama huko kiwango kiko juu sana zaidi ya pale. Na ni vigezo vipi ambavyo umeweza kutizama vinaashiria kwamba ligi ya Umarekani ina kiwango cha juu kuliko ligi ya Republic Czech? Gesi wanacheza, gesi wanachukua mchezaji, wanamfuatilia, ni kuna kitu kidogo wanazidia wale wa kule. Naam, Republic Czech ulikuwa daraja la kwanza, lakini umeenda Umarekani, umeenda kucheza daraja la pili. Kwa nini sasa umekwenda daraja la pili? Unaona mambo ya mpira ya sasa inaomba uwe na manager wako, ni kama mtu anafuatilia maisha yako ya kimpira, ndio anakupangilia, anasema wewe utacheza hapa ili auze kufikisha kwenye timu kubwa sana. Hivi iko natengeneza CV, unaona. Ndio anajua sasa gani atakupeleka, hii fast utacheza muda wa hivi. Yani ni management yangu. Ikisema naenda hapa mimi naenda. Tuseme sasa kwamba umekamilisha ndoto zako za kuweza kucheza Ulaya, umecheza Ulaya, Republic Czech, umekwenda Amerika. Tuseme kwamba tayari sasa umekamilisha ndoto zako. Bado kabisa, wala sijafika hata katikati. Niko na malengo nataka nifike hapo sasa. Kwa nini bado? Unasema? Hapo sasa tunataka waeleze sasa watu wajue kwa nini bado hujafikia kwenye ndoto zako, wakati wachezaji wengi walimwenguni ambao wanacheza Afrika ndoto zao inakuwa ni kucheza barani Ulaya, lakini wewe umecheza Ulaya na hivi umekwenda Amerika, lakini unasema kwamba bado hujafikia kwenye ndoto yako. Kwa nini? Naweza sema ndo ningali naanza, yani lengo langu ni kucheza zile ligi kuu. Ya kama ni Europe, France, Uingereza, mambo kama hayo. Ndio nataka nimalizie huko. Ndio maana natumika sana na muomba Mungu
inaweza kuwa nzuri zaidi. Na ni timu ipi ambayo unahitaji uichezee Europe? Marseille nimeipenda tangu ningali mdogo. Umeipenda Marseille? Faransa. Ya, watu walikuwa wanajua kwamba watachagua Barca au Real. Natizama tu game. Siwagi fans wa timu kabisa. Hawagi fans wa timu. Wao unashabikia mpira mzuri tu. Naona wanacheza vizuri. Nafurahia. Ni vigezo vipi ambavyo vinaweza kupelekea unaipenda Marseille kuliko Real Madrid au Barca na zingine timu ambazo zinajulikana ulimwenguni? Yani wakati tulikuwa tuko shuleni, nilikuwa na marafiki zangu, watu tulikuwa tunasoma nao, yani tulikuwa tunapenda iongelea sana Marseille, na mimi nilikuwa nawaambia ndoto yangu na mimi nitacheza Ulaya, nitacheza Marseille, mambo kama hayo. Na hivyo tunaongea kwa ananiambia hii Marseille huko unapaenda, mambo kama hayo. Na ni wachezaji gani ambao ulikuwa unawapenda kipindi hicho ambao walikuwa wanaichezea timu ya Marseille? Yani mimi nimependa timu tu, nilikuwa sijui wachezaji, yani nimependa timu. Nilikuwa nasikia unasema tu. Siwezi kukumbuka. Tayari sasa umesaini mkataba kwenye timu ya Las Vegas ya daraja la pili Marekani. Ni mkataba wa miaka mingapi? Ni mkataba wa mwaka mmoja. Yani ile ekipa yangu imeniazima hapa mwaka mmoja. Ile ya Republic Czech. Wataongea. Na umecheza Afrika umekumbana na mambo mengi ambayo hakuweza kuridhisha. Ni kitu gani ambacho kiliweza kukuuzi katika maisha yako ya soka kipindi unapocheza Afrika? Afrika bana, mishahara, mara president anakuongesha, yana na kuhangaika. President anaweza kuambia ucheze mpira, mnakubaliana pesa, ila kuzikupatia inakuwa shida. Anakuhangaisha na mpaka unazimwachia. Ila Afrika kuna wachezaji wazuri wengi, wanakosa tu hiyo chance ya kufika huko. Wewe sasa tayari una manager, kama umefika hapo ni kwa sababu ya manager. Ni kitu gani ambacho unaenda kuwasaidia wenzako wachezaji wa Burundi ili waweze kuwa connect na manager wako na wenyewe pia waweze kutoka nje? Burundi una wachezaji wengi wa kimataifa. Niko na manager wengi wanakuwa wanitafuta sana, nikiwaambia kama nisha sign, nafika najitahidi kumtumia video za wengine mchezaji akimpenda hapo ambaye sinafanyaga. Na umeichezea timu ya taifa ya Inamba Murugamba wasiozidisha miaka 23. Umecheza AFCON ya wasiozidisha miaka 23. Uliweza kuchaguliwa kwenye kikosi cha wachezaji 11 cha AFCON ya wasiozidisha miaka 23. Ni siri ipi ambayo uliweza kutumia kipindi kile ili uweze kuwa kwenye orodha hiyo ya wachezaji 11 ambao waliweza kufanya vizuri kwenye michuano hiyo ya wasiozidisha miaka 23 ya AFCON? Naweza sema katika maisha ya sasa lazima ujipatie lengo. Yani nimejipa lengo, hiyo AFCON haijafika, mwezi bado. Nimefanya mazoezi, nimekuwa nafanya mazoezi yangu asubuhi, naenda kwenye timu, namuomba Mungu tu sana. Kafikia hiyo siku niko fiti, na nimekuwa nimeomba Mungu sana akajalia. Sikuwa nategemea kama ndakuwa, yani nimeshangaa naona ile pitch. Lakini jituma sana, nikamuomba Mungu na ikakuwa sawa. Timu ya taifa sasa bado inakuhitaji, una miaka midogo, miaka 22, 23. 21 bado uko mchezaji wa future. Tuseme kwamba ni kitu gani ambacho unaenda kufanya basi ili uweze kuwa unaitwa katika orodha ya wachezaji ambao wanaitwa na timu ya taifa ya Inamba Murugamba? Mimi ni kufanya kazi tu huku. Kazi yangu ikiendeka vizuri huko watavijua, wakitaka kuniita wataniita. Ndio hivyo. Timu ya Inamba katika timu wachezaji wengi. Kocha yeye ana mtizamo wake, ukiona kuiti labda ameona wengine. Tayari sasa wewe ni mchezaji wa pili wa Burundi ambaye anayecheza Umarekani baada ya Kana Kima na Bienveni. Vipi sasa, haujapata bahati ya kukutana na Kana Kima na Bienveni ambaye anachezea timu ya Atlanta ya Umarekani huko?
sisi tuko wanaita mconference West, yao wako mwingine conference, kuna nao mpaka tu wa kwanza wa pili huku tucheze nao huku, kama ni hata kwa lipita ndio tunaweza kutana. Na unawaambia Warundi nini, mke, family, mama, baba, unawaambia nini kama neno la mwisho? Nawamisi sana, nawapenda sana kabisa, na ndazidi kupandisha bendera ya Burundi huku kwa uwezo wake Mungu. Naam kaka, asante sana, tunashukuru kwa kuweza kutuitikia simu yetu. Asante kabisa nanyi kwa kazi. I hope kwamba kipindi chochote kile ambacho tutaweza kutafuta utakuwa tayari kuweza kutupokea. Haina shida kabisa. Haya, kazi njema. Sawa, asante. Ego uyo akabari Ndaye Chancel, umukinyi w'inyuma w'inamba mu rugamba yamaze kugugwa mu mugwi wa Las Vegas ukina mu cicaro ca kabiri mu gihugu ca Amerika. Reka ndabaseze ndababwira ati na ayandi makuru nkaya na handi yakura atari ngaha kuri Ndundi TV. Ni reka ndaguseze ndakwifuriza umunsi mwiza, bye bye.